Kwa kupeana context ya ni vipi tuko hapa. Ukiangalia katika historia ya hii curfew, tarehe 9 mwezi wa 7, yani Julai 2017 ndio order ya curfew ilianza. 2017 kwa mujibu wa katiba na sheria, curfew inafaa kuwa a temporary measure to manage a security situation. Tangu 2017 sasa ni 2026. Hii curfew ya Lamu imefanywa kuwa ndio the permanent security situation in Lamu. This violates the constitution, it violates the laws of the land, it violates the rights of the people who are living there. So sisi tukiwa nyuma ya wakazi wa Lamu, wakazi wa Lamu wakiwa mbele na mashirika wakiwa nyuma yao, tarehe 8 April 2026 mwaka huu tulifikisha kesi mahakamani kuchallenge hiyo curfew ambayo imefanywa permanent kule Lamu. Na tarehe 21 wiki iliyopita Alhamis, koti ilikubaliana na sisi kwamba hiyo curfew kuwa hapo kwa miaka yote hiyo ni kinyume na katiba, ni kinyume na sheria na ni kinyume na haki za watu wa Lamu. Na koti ikatoa order ambayo ndio hii. Koti ya Garseni imetoa order kusema kwamba hiyo curfew isitishwe mara moja, hiyo kesi ikiwa inaendelea kusikizwa. Na hii order tumeweza kuifikisha in person, tukiongozwa na Bwana Khalef Khalifa. In person tulienda tukaichukua na tukaipeana kwa hao maaskari pale maeneo ya Gamba, ili wasiseme kwamba hawajapewa order ama hawajaona ama hawajasikia. So it was served in person, wakaambiwa kwamba order imetoka. But what we have seen ni kwamba tangu pia hiyo order itoke Alhamisi na wao kupewa in person on Friday, they have continued to disobey this court order. Bado wanakataza watu kutembea usiku, bado wanakataza magari ya abiria kutembea usiku, in clear violation and in contempt of a court order. This is the situation that we have presently. And we are telling the government, particularly Kenya Police, nyinyi mmezoea sana kudisobey court orders. The Assistant Inspector General Masengeli aliitwa mara ngapi mahakamani na mkakataa kwenda? Wakubwa mliitwa mahakamani mkakataa kwenda. Tunawaambia police, you are supposed to be protectors of the law. Today you are the violators of the law. Na sisi kama Wakenya hatutakubali polisi ambao wanakataa kufuata maagizo ya mahakama. Kando na hiyo, tunaambia wakazi wa Lamu, mkiwa mnajitayarisha kusherehekea Eid, mjue kwamba mahakama imesitisha curfew. You are free to move at night. Baada ya miaka yote hiyo, wakazi wa Lamu, you are free to move anywhere at night like every other Kenyan in this country. Na msitishwe, kwa sababu nyinyi mnasimama na haki, nyinyi mnasimama na agizo la mahakama. Kwa hivyo msikubali kunyanyaswa watu wa Lamu, msikubali kuonewa watu wa Lamu. Leo hii hata order imetoka kwamba muondoe yale makataa ya watu kutembea usiku, lakini tunaona bado dhulma zinaendelea. Na hawa viongozi wetu wa hapa pwani, hata wakiona kwamba watu wanadhalilishwa, watu wanadhulumiwa, wao wamenyamaza kimya. Ni aibu, aibu, aibu kwa viongozi wa pwani kwamba you are not standing in defense of your people. Instead you are standing with the violator, the state that is violating your people. That is something we shall not entertain as the coastal people. So we want this message to go out very straight, and we are telling the police, immediately allow the people of Lamu to move at night, to move freely, and stop harassing
and intimidating them, because that is an order of the court of Kenya. Kataa dhulma, kataa. Kataa. Kataa dhulma, kataa. Kataa.